Karibu katika simulizi ya kijana mdogo aliyepasua miamba mafanikio. Kijana huyu ametokea katika mazingira magumu. Siku za hivi karibuni ilipata kutembea klipu yake moja ama picha mjongeo ikimuonesha anaongea kwa huruma sana. Klipu ile aliulizwa, una umri, wewe ni mtu mzima ama bado ni mtoto? Akawa kama vile hajiamini hivi. Uncle Zala ukimwangalia kwa umbo lake ni mtoto, lakini akilini mwake ana utu uzima wa akili. Leo nitakupitisha katika simulizi yake ya maisha ya joto mpaka kufikia katika maisha ya ubaridi, yani maisha ya mahangaiko mpaka kwenye mafanikio yanayomfanya mpaka hivi sasa amekuwa ni kijana anayefuatiliwa zaidi. Ukipitia katika mtandao wa Instagram, comment yake pale popote anapo-comment huwa inapata reaction kubwa, yani watu huwa wana like sana comment yake, wana reply, wanaonesha engagement kuhusiana na maoni yake. Kijana huyu ambaye kwa sasa ni mchekeshaji maarufu ambaye mwenye mapenzi makubwa na timu ya Simba. Hivi siku za karibuni amekuwa ana ushirikiano mzuri sana, urafiki wa hali ya juu na mchezaji wa klabu ya Simba, na huyu si mwingine ni Simba Mweusi. Tunamuita mchezaji huyu kama Jonathan Soa. Uncle Zala. Simulizi hii itaweza kutoa machozi, hivyo kama uko karibu na kitambaa basi andaa kitambaa chako kwa ajili ya kufuta machozi yako. Simulizi ya safari ya Uncle Zala. Kulikuwa na kijana mmoja mdogo tu mwenye ndoto kubwa, lakini alianzisha maisha ya kawaida kabisa. Jina lake lilikuwa Amani Nzala, lakini wengi walimfahamu kwa jina la Uncle Nzala. Kabla umaarufu, maisha yake hayakuwa rahisi kama jinsi watu wanavyodhania. Alitoka mkoani Iringa na kusafiri hadi Dar es Salaam akiwa hana kitu zaidi ya matumaini na kipaji kilichokuwa moyoni mwake. Akiwa Dar es Salaam alianzisha maisha ya safari ya uswahilini, akilala ghetto pamoja na marafiki zake. Maisha yalikuwa magumu, wakati mwingine chakula kilikuwa tatizo na kesho haikujulikana kwake. Lakini katikati ya changamoto hizo, Uncle Zala alikuwa na kitu kimoja cha kipekee, uwezo wa kuchekesha watu bila bahati mbaya. Popote alipokaa vicheko havikukosekana. Akiwa mdogo tu alianza kupenda sanaa ya ucheshi. Akiwatazama wachekeshaji wa kongwe kama Mzee Majuto, alijifunza kwamba kicheko kinaweza kuwa dawa ya huzuni, na akaamua kukifanya kipaji chake kuwa silaha ya kupambana na umaskini. Alianza kurekodi video fupi za vichekesho kwa simu za kawaida sana, bila kamera za gharama wala maandalizi makubwa. Mwanzo haikuwa rahisi, wapo waliomcheka, wapo waliomkatisha tamaa wakisema ucheshi wake hauwezi kumfikisha mbali, lakini Uncle Zala hakukata tamaa. Kila ukosoaji wake ulichukuliwa kama somo na kila kicheko kama motisha. Kiliendelea kupakia video mtandaoni, Facebook, Instagram na YouTube. Baadaye hatimaye juhudi zake zilianza kuzaa matunda. Video zake zilianza kusambaa kwa kasi, watu wakaanza kumtambua na kumpenda kwa ucheshi wa maslahi halisi, lugha rahisi na uigizaji wa asili. Umaarufu wake uliongezeka zaidi pale watu maarufu walipoanza kushare kazi zake. Leo Uncle Zala ni mmoja wa wachekeshaji wanaoheshimika kwenye mtandao wa kijamii Tanzania. Ana mashabiki wengi, anapata fursa za matangazo na kipaji chake kinamwezesha kubadilisha maisha yake kutoka ghetto hadi kwenye umaarufu mkubwa. Safari yake na ushuhuda wa kipaji chake, uvumilivu wa kujituma, vinaweza kubadilisha watu kufuatia simulizi hii kutoka sifuri hadi kileleni. Hadi leo Uncle Zala bado anachekesha, akiamini kuwa kicheko ni zawadi alokabidhiwa ili kuleta furaha kwa jamii. Karibu nikupishe katika ukuaji wake, doti ya kwanza mpaka doti ya mwisho. Utambulisho wake mfupi. Jina lake halisi anaitwa Amani Nzala. Jina maarufu Uncle Zala. Ni mchekeshaji wa vichekesho anayetumia mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram, YouTube kuonyesha utani na vichekesho, kuchekesha jamii. Mwanzo wa safari yake, Uncle Zala alianza kazi ya vichekesho akiwa kijana mdogo. Alipata hamasa ya kuchekesha kutokana na kuona kazi za wachekeshaji maarufu kama marehemu Mzee Majuto na Senga, ambao walimpa msukumo wa kuingia kwenye mchezo huo. Anasema kabla ya kufanikiwa alikumbana na changamoto nyingi, ikiwemo kukosa mafanikio mwanzo na ukosoaji kutoka kwa watazamaji. Hata hivyo, uvumilivu na shauku ya kuchekesha watu ilimsaidia kusonga mbele. Ngazi ya umaarufu. Uncle Zala amejiweka kwenye ramani ya vichekesho kupitia video zake za ucheshi zinazopendwa na watu wengi mtandaoni, ambapo mara nyingi hutumia utani kuonesha hali mbalimbali za maisha. Video zake zimeshapostiwa na watu maarufu
Kwa mfano, tajiri wa Simba Mo Dewji aliwahi kushare kwenye Instagram yake jambo lilompa umaarufu zaidi. Historia ya maisha kabla ya umaarufu. Alianza maisha akiwa kijana mdogo mwenye changamoto kubwa, akitoka Iringa kuja Dar es Salaam bila kitu kikubwa. Alikuwa akiishi kwa washikaji, marafiki zake wa karibu kwenye ghetto, ambapo mmoja wao alikuwa akimsaidia kama bodaboda. Kazi ya mwanzo wa vichekesho. Alianza kutumia mtandao kuonyesha vichekesho na video za ucheshi akiwa na umri mdogo sana. Hata hivyo, jina Ankonzala aliamua kutumia tangu shuleni kama jina la utani la kuchekesha. Ukuaji na mafanikio. Ankonzala sasa anatumia kwa sanaa hii, ana wasiwasi wengi kwenye mitandao, jambo lililomwezesha kupata sapoti, matangazo na fursa zaidi ya kazi. Amejengea utambulisho wa kipekee na ucheshi wake unaendelea kuwavutia mashabiki wengi wa Tanzania na hata nje ya kupitia video zake mtandaoni. Ushirikiano na wengine. Amejenga uhusiano wa watu mbalimbali maarufu, hasa wanasoka wa muziki ambao wanamfuatilia na kumtia moyo katika kazi zake. Ankonzala ni mfano wa mtumiaji wa mitandao aliyejiweza kutumika katika kipaji chake cha kuchekesha kufanikiwa kikazi na kupata umaarufu mkubwa licha ya kuanza kwenye mazingira magumu. Hii ndio historia na simulizi inayomhusu Ankonzala. Mimi ni Dr. Alexander Scott Rizzi, Usiku TV. Hii ndio channel pekee tunakuletea simulizi mbalimbali.